Ondoka Chadema! Ondoka Chadema! Asante sana. Bye bye. Sasa leo mimi Chiduo mwanangu yuko pale Dumila, niende nikazuia uchaguzi. Kama kweli Lissu wana nia njema kuandamana, tunaomba walete wanae wawili kutoka Marekani. Kwa hiyo kabla wao viongozi wakuu wa kitaifa hawajatuhamasisha sisi tuende tukazuia uchaguzi, tunamuomba Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, najua yuko jela hawezi kunisikia, lakini na mawakili wake ambao wanampelekea taarifa na mambo mbalimbali ya chama, kwamba wanae wawili mapacha walioko Marekani waje kuandamana siku yote ya uchaguzi, mke wake ambaye yuko Ubelgiji aje. Lakini Mheshimiwa Lema naye pia alete familia yake kutoka Canada waje wakae mbele, ili tukazuia uchaguzi pamoja kama marungu, tuanze kula wote. Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola. Hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa. Sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunaacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda mwenzenu. Mimi kwa majina yangu naitwa David Chiduo, ni mwenyekiti mstaafu wa Chadema jimbo la Kilosa. Nimehudumu katika kipindi cha miaka 5 nikiwa mwenyekiti wa jimbo la Kilosa. Kwa hiyo mimi Chiduo nilihuiwa kuingia Chadema kutokana na shida na matatizo wanayokutana nao na wananchi wangu, hasa wananchi wa Dumila na wananchi wa Kilosa. Sasa zile shida nikawa najiuliza nafanyaje ili kutengeneza barabara, labda viongozi wanafanya hivi, ndo nikagundua siwezi kuingia CCM, kwa nitaingia Chadema. Kwa hiyo niliingia mwaka 2012, nilinunua kadi mimi mwenyewe ya wanachama wa Chadema. Sasa toka kipindi hicho naingia Chadema, sikufikiria kuhusu kuwa kiongozi. Sikufikiria kuwa kiongozi, lakini nilipoingia Chadema nilianza kuwa mwenyekiti wa Bavicha kata ya Dumila, lakini baadaye pia nikawa mwenyekiti wa kata ya Dumila. Baadaye nikawa tena mwenyekiti wa jimbo la Kilosa, nikawa mjumbe wa Chadema ni msingi kanda ya kati, kwa maana mikoa Singida, Dodoma na Morogoro. Nimekuwa mjumbe wa Chadema msingi kwenye nafasi hizo. Kwa hiyo mpaka napumzika nafasi yangu ya mwenyekiti wa jimbo ni kwa sababu mimi siko Chadema kwa sababu ya kutafuta nafasi za kiuongozi za ndani. Nilikuja Chadema kwa sababu nina malengo na watu ambao niliona wana shida. Ile nia na ile adhima ambayo mimi ilinisukuma kuingia Chadema haipo tena Chadema. Chama changu Chadema kimesema kuhusiana na mfumo wa no reform no election. Sasa kama chama bila mabadiliko hakiwezi kushiriki uchaguzi, na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu husika ambao walikuwa wanateseka, maana hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti, jambo la kwanza. Kwa hiyo siwezi kuwa kwenye chama ambacho kina ndoto hakishiriki uchaguzi. Mimi Chiduo nina ndoto za kushiriki uchaguzi. Mimi niko Kilosa, nawezaje kuzuia uchaguzi? Yaani nawezaje kuzuia uchaguzi? Hakuna hata kiongozi mmoja ambaye alinipa majibu. Zaidi nilimsikia tu siku moja mwenyekiti Lissu akisema kwamba tutadamka asubuhi twende sasa sisi tukaandamane, sisi nitamzuia, sisi mtu ambaye nakutana njiani kwenda kupiga kula, sisi nitafanyaje? Yaani sielewi ile dhana ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo sikuielewa kabisa hiyo no election. Yaani mimi Chiduo toka mwaka 2012 ambapo nimeingia Chadema, kama miaka 10 na point, nimeshiriki shughuli mbalimbali sana za kichama. Ni kati ya vijana ambao wamejitoa sana kukisaidia hichi chama na kukijenga chama kwa jasho na damu. Toka 2018 zaidi ya miaka 4 mpaka 2024 mimi niko field na kijenga hichi chama. Hii Chadema ambayo leo ilikuwa haipo kabisa, ukipita sehemu unafanya kuitafuta. Wakati Mheshimiwa Mwenyekiti Freeman Mbowe yuko magereza anatoka, Chadema haipo. Uko kwenye misingi, tumeingia field, tumeteseka, tumeumia, tumepambana kuhakikisha tunarudisha heshima ya Chadema leo kuwepo hapa. Lakini mwenyekiti wetu wa chama taifa ambaye Mheshimiwa Lissu akatubeza sana sisi majoku, ndugu waandishi wa habari. Kwa mujibu wa utaratibu, kamati kuu ilikaa ikapitisha mfumo wa chaguzi ndani ya chama chetu. Sisi ambao vijana pamoja na watu mbalimbali na viongozi tuliteuliwa na kamati kuu kwa ajili ya kwenda kusimamia chaguzi mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali. Huu uchaguzi ambao leo mnaona alishinda Mheshimiwa Lissu, sisi ndio tulifanya hiyo kazi huko chini, kuanzia ngazi ya misingi, ngazi za kata, ngazi za matawi, ngazi za jimbo mpaka ngazi za mikoa, ndio unaiona Chadema leo. Lakini yeye mwenyewe Lissu alitubeza sisi, alisema sisi majoko ni watu ambao hatuna maana yoyote. Sasa kama sisi hatuna maana yoyote na tumesimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba, Lissu ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa? Maana kama sisi hatukusimamia chaguzi vizuri majoko na tulikuwa tunakibumba chama huko chini, maana hata yeye hana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Kwa sababu
hao wapiga kula ambao walikwenda kumpigia kula pale Mlimani City tarehe 21 Januari ni kazi ya kina Chiduo na vijana wote ambao tuliamua kukifia hichi chama. Kwa miaka 4 tulikuwa tuko field. Na kwa kipindi kile hatukuwa hata kuruhusiwa kutumia simu, na ndio maana kuna mambo mengi waandishi wa habari mlikuwa mmeyapati. Chadema inafanyaje kazi zake? Unaacha familia, unaacha kila kitu, unaacha kazi, unakwenda field sehemu, unakwenda kuinadi Chadema kama unakwenda kunadi laini za simu ili mtu akubali kujiunga na Chadema. Lakini matokeo yake leo tunaonekana watu ambao tulikijenga hichi chama hatuna faida. Sasa umekuja uchaguzi tarehe 21. Kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, sio dhambi mimi Chiduo kumuunga mkono mtu yeyote. Hata Lissu alikuwa na wafuasi wake. Tarehe 21 mimi nilikuwa timu Mbowe. Mimi nilikuwa timu Mbowe na muunga mkono mwenyekiti Freeman mstaafu Mbowe. Tumepambana kuhakikisha kwamba mwenyekiti Freeman anarudi madarakani, na ilikuwa ni yake kidemokrasia kwa sababu kuna wengine pia walikuwepo wanamuunga mkono Lissu. Sasa kilichotokea tarehe 21, Lissu ameshinda kuwa mwenyekiti. Baada ya Lissu kushinda kuwa mwenyekiti, sisi tuliokuwa timu Mbowe ilibidi tukubaliane na matokeo, kwa sababu aliyeanza kushindwa alikuwa ni mwenyekiti Freeman, ambaye yeye alianza kumpongeza Mheshimiwa Lissu na kuwataka wafuasi na wanachama wote wa Chadema kumuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Mbowe alitweet na aliandika. Lakini bado Mheshimiwa Mbowe alitoa ushauri wake kwenye chama kwa namna ambavyo tunapaswa kuponyana majeraha sisi, kwa namna ambavyo tulifanya kampeni ambazo hazina ustaarabu, kampeni za kuchafuana. Na ndio maana waandishi wa habari sasa hivi hamsikii maneno ya Mama Abduli. Hamsikii tena Mbowe kukibagaza chama. Mnasikia haya maneno? Hamsikii. Kwa nini amuulize haya maneno? Zile rushwa alizokuwa anasemewa Mbowe, kwa nini sasa hivi pale makao makuu asizionyeshe hizo dokumenti? Chadema digital ya Mbowe walikuwa wanazungumza mambo ya uongo. Mwenyekiti mstaafu alishauri chama, lazima tukae tuseme haya mambo. Huwezi kuona tena kiongozi yeyote, iwe Heche, iwe Lema, anayezungumza kuhusu sakata la Mama Abduli. Hayupo duniani hapa. Kama kweli Mheshimiwa Mwenyekiti Freeman Mbowe alikuwa anakibagaza chama, anakipeleka chama vibaya, alikuwa anakiumiza chama, kulikuwa na rushwa, leo si ndio wako ofisini? Ninyi waandishi wa habari mlipaswa kuuliza, leo Mama Abduli amekuwa tena hayupo? Leo Mama Abduli zile rushwa alizokuwa anazitoa kwa Mbowe zimekuwa hazipo? Leo ile sakosi ya Chadema digital mlikuwa mnasema ya Mbowe, leo vipi ile Chadema digital? Maana tumeiacha, Mbowe kaiacha, leo imekuwa ya nani? Sasa hivi tena hawabili hayo mambo, wanazungumza mambo mengine. Hata tumemaliza uchaguzi wa 21. Mimi niliamua kiukweli niende, mimi ni mtu wa Morogoro, nirudi nyumbani kwanza. Maana kiukweli hakuna mtu ambaye alikuwa kwenye vita akawa yuko salama kwa maana ya kifikra. Nikaamua nini nikapumzike mimi nyumbani. Sasa nimekaa nyumbani, napigiwa simu, Chiduo umesusa. Yani matusi natukana, mimi nimezima simu. Waandishi wa habari wengine marafiki zangu nilikimbia kwenye magrupu, sikuonekana. Toka tarehe 21 Januari nilikaa kimya almost karibia wiki 2. Lakini naendelea kutukana, mimi niko nyumbani nimekaa na familia. Yani mtu anatafuta mpaka namba ya mtu wangu wa jirani anatukana, anasema Chiduo tumekunyoosha, tumewaondoa nyinyi sijui yani wahaini, wasaliti. Na sasa chama kimeshinda au Lissu kashinda? Yani hata kama kweli mimi nilikuwa namtumikia Mbowe katika namna Mbowe akiwa mwenyekiti wa chama taifa, sio nilikuwa namtumikia Mbowe kwa maana mimi nilikuwa nafanya kazi za Mbowe. Mimi nilikuwa namtumikia Mbowe kwa sababu Mbowe alikuwa mwenyekiti wa chama taifa. Sasa nikaona hii kazi sasa imekuwa ngumu, haya matusi mpaka lini? Nikaona sasa nitoke, kwa sababu akasema kweli Chiduo amekimbia, nikaamua nitoke. Natokaje? Kwa sababu nina ndoto za kugombea ubunge jimbo la Kilosa. Nikakutana na wenzangu tukajadiliana, vipi tukishauri chama, tukaandika waraka wa G55 ili chama chetu kiingia kwenye uchaguzi. Na ule ulikuwa ni ushauri tu, na ule ushauri alitoa katibu mkuu. Wao wenyewe ndio walitutangazia, nyie mlikuwa watiania wa bunge, watiania wa diwani, sio mje hapa makao makuu. Mimi Chiduo nilikuwa mbali. Tukakubaliana, tukapeleka ushauri wetu kwa katibu mkuu, ambao mpaka leo katibu mkuu hajaujibu huo ushauri. Tukaanza kuitwa wasaliti, tukaanza kuitwa wahaini. Yani mimi Chiduo mwaini ambaye nilikwenda field kati ya kanda 11, nimezunguka zaidi ya kanda 9 nikikijenga hichi chama. Chiduo leo anakuwa msaliti mimi kwa kutukanwa na mtu ambaye ameingia Chadema juzi ana miezi 6, mtu juzi ana miezi 3, ambaye hajui hata uchungu wa hichi chama namna ambavyo kimepambaniwa. Sasa tukaonekana wahaini, tunaonekana wasaliti, tunatukanwa. Mkiingia kwenye peji yangu ya Chiduo, hata nikiweka pambio la kusifu na kuabudu mimi Chiduo kwenye akaunti yangu ya Facebook, wanakuja vijana wa timu Lissu wananitukana Chiduo. Sasa umekuwa mchungaji, umekuwa mlokole. Sasa najiuliza, tuna upendo kwenye hichi chama au tunatengeneza kubaguana? Kwa hiyo kwa muktadha huo na mambo mengi ambayo nayaona kabisa ndani ya chama hayawezekaniki, kama hayo ambayo nimesema ya kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi wenyewe mnajua mashahidi. Lissu yuko jela. Hakuna mtu ambaye anapenda hicho kitu, kukaa jela. Mimi nimekaa jela Kilosa siku zaidi ya 14 nikikipambania hichi chama. Nimepata ajali nilikuwa natoka Tabora naenda Kigoma kufanya kazi za chama, bega hili limeshtuka. Mimi sije kutibiwa na chama.
Nilijitibia mwenyewe kwa gharama zangu na nikawa nafanya kazi za chama. Kwa kila mtu ana madhila ambayo ameyapata kwenye hichi chama. Yaani kila mtu ana namna ambavyo ana mateso yake ameyapata. Kama ambavyo Lissu alishambuliwa na risasi, ndivyo ambavyo Chidua na mimi nilikutana na matatizo yangu kwenye hichi chama. Na matatizo hayana madogo, hayana makubwa, kwa sababu yote yanalenga damu, yanalenga uhai. Sasa leo tunahamasishwa tukapambane, tukazuia uchaguzi. Lissu familia yake iko Ulaya. Mke wake Lissu yuko Ubelgiji. Wanae Lissu wako Marekani. Wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo mimi Chidua mwanangu yuko pale Dumila, niende nikazuia uchaguzi. Nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza mpaka leo familia yake iko Canada. Lema anajitaji shujaa akakimbiza familia yuko Canada. Sisi utawala Magufuli miaka 7 kenda Chidua tulikuwa hapa tumekoma naye mpaka mwisho. Utawala Magufuli Chidua sikukimbia hata kuvuka ngambo, tulikuwa hapa na tulikuwa tunavaa nguo za Chadema, lakini Lema alikimbia Canada. Waliabeza maliziano ambayo leo maliziano yamemrudisha Lissu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine, na yametufanya hata Chadema leo tupo tena tunaendelea kuwepo kwa sababu ya maliziano ambao wao wenyewe walikuwa wanayabeza. Sasa mimi natamani wana Chadema wenzangu, kama kweli Lissu wana nia njema kuandamana, tunaomba walete wanae wawili kutoka Marekani ambao wana uraia kule. Amlete mke wake ambaye yuko Ubelgiji atangulize mbele, kwa sababu hata Mbowe alishafanya hicho kitu. Tulimwambia Mbowe, toka na familia yako, Mbowe akatoka na familia yake kweli. Lissu akachochola kawa mbele ya kutokea. Sababu nyinyi hamwezi kuambiana kesho mna maandamano, alafu leo mtu anakwenda kulala nyumbani kwake. Tulimuona Mbowe na mke wake alikamatwa, tulimuona Mbowe na mtoto wake walikamatwa kwenye maandamano. Kwa hiyo kabla wao viongozi wakuu wa kitaifa hawajatuhamasisha sisi tuende tukazuia uchaguzi, tunamuomba Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, najua yuko jela hawezi kunisikia, lakini na mawakili wake ambao wanampelekea taarifa na mambo mbalimbali ya chama kwamba wanae wawili mapacha walioko Marekani waje kuandamana siku hiyo ya uchaguzi, mke wake ambaye yuko Ubelgiji aje. Lakini Mheshimiwa Lema naye pia alete familia yake kutoka Canada waje wakae mbele ili tukazuia uchaguzi pamoja kama marungu tuanze kula wote. Lakini sio sisi mtoto wa maskini mimi ukanitangulize mbele ukaniambia nende ngazuia uchaguzi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ni vitu ambavyo haviwezekani jana, leo, milele. Hii Tanzania ya ujamaa. Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana. Kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM. Tunashiriki ndio siasa, lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Kwa majina naitwa Margaret Rafaeli Lipindi, ni mwanachama wa Chadema tangu 2013, lakini pia nimetumikia nafasi mbalimbali kwenye hiki chama ikiwemo udiwani wa viti maalum 2015-2020, lakini 2018 nilikuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Ifakara, lakini pia mpaka sasa ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa wilaya ya Kilombero na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Lakini kifupi, chama chetu kimepoteza mwelekeo, kimetoka kwenye malengo yake makuu, malengo ya kuchukua dola, chama chetu kimeondoka huko. Lakini vile vile kumekuwa na makasiriko mengi, chuki, matusi, kashfa, hakuna maelewano, hakuna mapendano. Ukihoji inaonekana wewe timu kushindwa, wewe timu Mbowe, hivyo. Kwa hiyo nafika mahali mimi binafsi nimeona siwezi tena kuendelea kuwemo kwenye hichi chama. Nimeamua kujiuzuru nafasi zangu zote ikiwemo uwanachama wa Chadema kuanzia leo tarehe 13 mwezi wa 5 2025. Kama mnavyoniona, Susan Kiwanga, nilikuwa mjumbe wa kamati kuu Chadema, lakini vile vile nilikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa. Ni muda mrefu nimekitumikia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kama nilivyosema kwenye nyadhifa mbalimbali. Nimekaa ndani ya kamati kuu miaka 20, mahiri kabisa tena wa kuchaguliwa na wajumbe wote wa baraza kuu nchini Tanzania bara na visiwani. Lakini no reforms, kila mmoja tunahitaji kwamba michakato yetu ya kiuchaguzi hapa nchini Tanzania imejawa giriba kubwa. Kwa hiyo tunahitaji sana mabadiliko ya sheria mbalimbali za kiuchaguzi na baadaye hata katiba ya nchi hii, ili Watanzania wachague viongozi wanaowataka katika serikali kwa uhuru bila kujali chama chake cha siasa. Sasa hii kauli mbiu imeenda mbali zaidi. Chama chetu sasa hivi viongozi wetu wanasema no reforms, no election. Maana yake tunadai hizo reforms, lakini kwenye uchaguzi unaoenda kufanyika Oktoba hakuna kuingia kwenye uchaguzi. Uwe udiwani, uwe ubunge,
uwe uraisi ni marufuku mpaka tupate katiba, mpaka tupate mabadiliko ya katiba na tupate mabadiliko ya sheria. Lakini tukiangalia tulikotoka mpaka hapa tulipo, mpaka uchaguzi sasa hivi imebaki miezi 4, tunaingia kwenye boksi la kula. Huu uwezekano kama ulishindwa miaka 30 utaweza kwenye kipindi kifupi? Kwa hiyo bado tunapambana kutafuta reforms, lakini hatuwezi kukataa kuingia kwenye uchaguzi. Sisi tukashauri chama G55 kwamba no reforms tunakubaliana nayo, lakini huku tunakoenda hebu tujaribu tuingie kwenye uchaguzi. Na kama mnaona kwamba mnasema kwenye uchaguzi tukiingia tutauawa, tutafungwa, tutanyang'anywa chaguzi, tutanyang'anya chaguzi, basi hizo no reforms tuzidai huko. Wakati tukuingia katika box la kula wakasema haiwezekani. Nyinyi mnaopinga, nyinyi mnaotoa ushauri, maana tumetoa ushauri kwa chama. Nyinyi mnaotoa ushauri wa chama, nyinyi ni mapandikizi ya CCM. Nyinyi ni vibaraka wa CCM. Nyinyi mnahongwa na CCM. Ndio matusi sasa yakaambaa nchi nzima. Matokeo yake tunaandikiwa barua, wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama. Sasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi, leo tawi linaenda kunifukuza wanachama, kweli? Heshima yangu iko wapi katika nchi? Kwa hiyo hizo karaha, moyo unakaa hauna amani. Chama nilichokijenga mwenyewe, viongozi wengine ni waingiza wenyewe wanachama. Leo napokea vitu kama hivyo, kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kula tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Kasema huo sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi. Leo twende tukauzuie, hivi tutapona jamani? Tutapona? Si ndio tutaenda kuuawa na kufungwa, sijui watakuwa na mawakili wangapi kututetea sisi nchi nzima. Na aina ya Watanzania kama nyinyi mnavyojua si rahisi, watakuingia kwenye mikutano, watanini. Mfano mmoja ni pale Mbinga, mwenyekiti wetu alivyokuwa amekamatwa na polisi. Kuna mwananchi mmoja, wote wale walichukua jiwe hata kupiga polisi. Watu wakatawanyika. Wengine walisahau mpaka viatu na mwingine alisahau mpaka mziki wake. Ukao unaendelea kuimba tu. Sasa leo tunaenda kuzuia uchaguzi kivipi? Kwa hiyo tunaona kwamba tutapata mateso bure. Mwaka huu tutaachia CCM waingie kwenye uchaguzi wapite bila kupingwa. Dr. Slaa juzi kasema yeye mkalale tu nyumbani. Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola. Hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa. Sio chama cha ngoma, wala vikoba, wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunaacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda mwenzenu, haya yamenishinda. Kama Mtanzania, kama mtu mwenye uwezo wa kufikiri. Na unaposhauri, ushauri haupigwi konzi, lakini leo si tunapigwa konzi kila kukicha. Sasa mimi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga, niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka 20, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa. Liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema. Nimeachia wanachama wa Chadema kuanzia sasa saa ngapi? 7:24 siku ya Jumanne. Tarehe 13 mwaka 2025. Nimeuachia wanachama wa Chadema kwa sababu nilijiunga kwa hiari yangu mwenyewe na uachia kwa hiari yangu wenyewe. Nilijiunga mwaka 2004. Nimefanya kazi nyingi za kimkakati kuzunguka Tanzania nzima, bara na visiwani. Sasa ninasema basi.